Sasa ninyi wengine wa Tanzania, lilipotokea lile la kwanza, mnaweza mkadhani baadhi ya watu wamekosa huruma. Ngojeni niwaambie wenzenu walipanga nini, ili muwajue. Hawa watu walichokipanga, na mimi bahati moja nzuri sana, ni utamaduni wetu sisi wafugaji, hatunaga uoga, yaani hatuogopagi kusema ukweli. Nitausema huo ukweli, na wakiendelea kufuatafuata nitalipuka na mengine zaidi. Simtanilinda? Simtanilinda? Wangapi watanilinda? Ndio. Hawa wanaharakati kule walipo na wale waliowatuma walipanga jambo ovu dhidi ya nchi yetu. Hakuna hata moja ambalo limetokea bahati mbaya, yote yalipangwa. Na wao wakiwa wamejificha kule, wakajaribu kupenya na kupata baadhi ya vijana wetu, na wakapenyeza, na baadhi ya watu wa kutoka nje wakapenyeza kutekeleza ajenda yao, na lengo kuu ikiwa ni namna gani watakamata rasilimali zetu ambazo zimegundulika ndani ya nchi yetu. Wanajua Tanzania sasa hivi tunavyoongea ni nchi ya kwanza kwa Afrika kwa wingi wa madini adimu, critical minerals, uranium. Tanzania namba 1 kwa Afrika, na ni nchi ya 9 duniani. Na haya madini sio kila nchi imepewa, Mungu katupendelea sisi, yapo hapa. Wanajua Watanzania wakiwa wamoja hawawezi kuyafikia, na wanajua maeneo ambazo nchi za Kiafrika unaweza kuzipata ni matatu. Eneo la kwanza ukabila, eneo la pili uchaguzi, eneo la tatu udini. Wakajua kwa Tanzania kwenye ukabila hauwapati, tumeoleana mno. Hapa wote nyie mlioko hapa mmekaa tangu asubuhi hapa, hamna hata moja akamuuliza aliyemwegemea ni kabila gani. Wanajua huko tulishavuka. Wakahamia kwenye uchaguzi, kwenye visingizio. Unaongelea reforms. Ninyi mnajua reforms zilizofanyika. Inawezekana tume haijawaambieni. Kabla ya uchaguzi, rais alijitahidi kufanya reforms, zile 4R zake. Walisema wakurugenzi wasio wasimamizi wa uchaguzi. Hili alikutoka CCM, hili lilitoka upinzani, tena kwenye chama kikuu cha upinzani. Likakubalika. Mwaka huu uliopita, uchaguzi huu uliopita, wakurugenzi hawakusimamia uchaguzi. Wamechukuliwa tena kwa interview za watu, afisa wa kawaida ambaye hana kadi ya vyama amepelekwa akasimamia. Wakasema kuondolewa swala la kupita bila kupingwa. Hili halikuwa jambo la CCM, lilitoka kwao. Mwaka huu hapa kuwepo na issue inaitwa kupita bila kupingwa. Wanasema viongozi wa vyama vingine wanapataga shida magari ya kufanyia kampeni. Kwa hiyo yeyote ambaye anamgombea urais na mgombea mwenza wapewe magari. Wagombea wa vyama vyote vilivyokuwa na wagombea urais wamepewa magari mapya, yeye na mgombea mwenza wake. Ili alikutoka CCM. Wanaongelea reform zipi? Haya yote haya ni wao walipendekeza. Sasa imemalizika pale, tunaelekea uchaguzi, bado miezi mitatu, sita bunge livunjwe. Moja ya chama chetu kimoja wapo pale wakabadilisha uongozi, anakuja moja mwingine anasema hatuendi kwenye uchaguzi mpaka tubadilishe katiba, mpaka tupate mabadiliko makubwa. Mabadiliko makubwa ni haya ya katiba yaliyosalia. Sasa ninyi wa Tanzania, kwa sababu wale jamaa wanatumiaga chaguzi kugawa mataifa, mkadhani ni uchaguzi kweli. Wenzenu walichokuwa wanakipanga, walikuwa wanatupeleka kwenye vita. Walikuwa wanapanga wacheleweshe uchaguzi kwa akili ya kwamba tufanye kwanza mabadiliko, tusogeze uchaguzi, ili ikifika Januari 1, serikali ile mliochagua 2020 iwe imeisha muda wake, waje na maandamano kwamba tuna serikali ambayo imevunja katiba. Ndio, mimi nasemaga ukweli hivyo hivyo.
Walipanga, wewe katiba gani tulijaribu miaka 5 tukashindwa? Katiba gani unaweza ukaipata kwenye miezi 6? Walipanga tuingie mkenge kama nchi kwamba tuahirishe uchaguzi. Uchaguzi jambo la katiba haliahirishiwi kwenye genge tu hivi. Katiba hii haiahiri, masharti yake ya kuibadili someni muone. Ni mpaka ninyi wa Tanzania ndio mpige kura hii ndio iweze kubadilika. Hatukai tu hivi kwa sababu tunaongea eti vyama vya siasa, tunaweza tukakaa tu hivi tukasema tunasogeza uchaguzi mbele. Walijua kwamba hii haisogezi kwa mazungumzo ya aina hiyo. Wakasema wakishaingia mkenge huu usogee uchaguzi. Ukishasogea ikipita 31 ya Disemba, hiyo serikali itakuwa haipo kikatiba ili waitishe maandamano na nchi yetu ingie kwenye machafuko.